kitabu chake Allah. Lakini ukiachana na hayo, kuna ibada ya hija ambayo pia Muislamu anaipa kipaumbele. Ukiachana na hayo, kuna birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Ukiachana na wazazi wawili, kuna al-ihsanu ila al-jari, kumfanyia wema jirani. Haya yote ni katika mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayaridhia na mengineyo. Ikiwa sasa uyapenda matendo yako, hal tatasif bisifati al-'afw, je, unasifika wewe Muislamu na sifa ya msamaha, sifa ya kusamehe? Bifuqdani al-'afw, katika hali ya kukosekana msamaha, fi qalbik, ndani ya moyo wako kawa hauna sifa ya kusamehe. Dalu ala madha, mashakil fi a'malika. Hii ni moja kabisa inakuja kuonyesha matatizo ya kuto kuyapenda matendo yako. Rawa Imam Muslim min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقول: أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا، أنذروا هذين حتى يصطلحا. Hadithi katika sahihi Muslim, anasimulia sahabiyul jalil Abu Huraira radhiyallahu anhu kutoka kwa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema Mtume, hufunguliwa milango ya pepo hufunguliwa kila siku ya Jumatatu na siku ya Alhamisi. Allah husamehe waja wake ndani ya siku hizo mbili, Jumatatu na Alhamis, isipokuwa watu wawili, mtu ambaye na ndugu yake katika nafsi zao, katika nyoyo zao shahna. Ni Waislamu hawa wawili, ndugu zangu. Hawa ni ambao wanasali, hawa ni ambao wamefunga mwezi wa Ramadhani na umemalizika, hawa ni ambao walionyesha kipaumbele cha kusoma kitabu chake Allah, hawa ni ambao walipoelezwa suala la sadaka hawakusita kuonyesha kipaumbele, hawa ni ambao muamala katika jamii au jirani au watu wanamzunguka hakusita kuonyesha muamala uliokuwa mzuri. Lakini kuna shida, yeye na ndugu yake fillah, ndugu yake katika imani moja, kibla moja, kitabu kimoja, Allah ni mmoja, mtume ni mmoja, lakini bado kila mmoja ana kinyongo na mwenzie. Allah huambia malaika: andhiru hadhain hata yastalia, matendo ya hawa weka kando mpaka watakapo sawazisha migogoro yao. Hal tuhibbu a'malak, yaonee huruma matendo yako. Swala ambayo unasali iwekwe kando kwa sababu una kinyongo na ndugu yako. Kisomo cha Qur'an, umesoma juzuu 30 raundi kadhaa. Wapo waliojaliwa mwezi wa Ramadhani mara 3, mara 4, mara 5, na wapo pia walijaliwa kwa idadi hiyo ambayo pia inatakiwa itajwe mara 1. Alafu hayo uliyoyafanya yako kando, yamewekwa kando kwa sababu ya kinyongo chako na ndugu yako.
Lakini pia mwezi wa Ramadhani uliomalizika umetoa sadaka mara ngapi akhi alhabib? Watu walikuwa na himma, kila mmoja na himma, siku isimpite hivi hivi. Lakini hiyo sadaka iwekwe kando, kwa sababu una shahna, una kinyongo na ndugu yako katika imani. Tuyaonee huruma matendo yetu, tuyapende matendo yetu bil afwi, kwa sifa ya kusamehe. Allah huambia malaika, riwaya imetaja hapa mara 3. Kuna riwaya imesema anataja mara 2, na riwaya hii niliyoistaja hapa ni mara 3. Andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha, andhiru hadhaini hatta yastaliha. Haya matendo hawa watu weka kando, haya matendo ya hawa weka kando, weka kando. Subirieni, haya hayana haja kwa sasa, hayahesabiwe haya mpaka wao waondoe vifundo katika nyoyo zao. Hal tuhibbu a'malak, je, wayapenda matendo yako? Jifanyie tathmini, uko vipi na swala la kusamehe. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Uhibbu a'mali bil'af. Ndugu zangu, nakuhusieni kwa awamu nyingine, nami nikiwa wa mwanzo kuendelea kuhusia nafsi yangu kuyapenda matendo kwa sifa ya kusamehe. Tuipende swala yetu au swala zetu tuzipende kwa kujengeka na kusifika na sifa ya kusamehe. Tupende kisomo chetu bilaf, lakini pia lolote unalojua hili ni la kheri lithamini, ili lisiwekwe kando kwa sababu wewe una kinyongo na ndugu yako. Tukio ambalo limebaki katika tarehe, katika historia, katika mafundisho ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahaba anapata nafasi ya kubashiriwa pepo mara 3 mfululizo na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Watu walikuwa wakipata bishara ya kubashiriwa pepo maratan wahida, mara moja. Mtume siku moja anawataja maswahaba takriban 10. Abu Bakar fil janna, Umar fil janna, Uthman fil janna, Ali fil janna, Talha fil janna, Abdurrahman ibn Auf fil janna, Sa'd ibn Abi Waqqas fil janna, Sa'id ibn Zaid fil janna, Abu Ubaida Amir ibn Jarrah fil janna. Aliwataja 10 hapo kwa hapo, ambao wamebaki katika tarehe al-asharatu al-mubasharuna bil janna, watu 10 waliobashira pepo na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawa walitajwa mara moja, 10 mara moja. Na sahaba mwingine naye baada ya kumsikia Mtume kambashiria sahaba mwenzake, na anamwambia Mtume, na mimi anamwambia sabaka kabiha Ukasha, tayari Ukasha ameshakutangulia maratan wahida. Limadha hadha sahabi 3 marat? Kwa nini huyu sahaba ikawa Mtume anamtaja katika watu wa peponi mara 3 mfululizo? Mtume anamwambia masahaba, anakuja mtu miongoni mwa watu wa peponi. Haikupita muda mrefu ukupita anakuja sahaba. Alivyoingia sahaba, wale wa masahaba pia walidhani kuna mwingine anakuja. Kwa nini? Hakuwa katika wale mashuhurin wenye kipaumbele katika mambo ya kheri kama wanavyofahamika wengine, wakina Abubakar, wakina Umar, Uthman na wengineo. Mpaka Mtume anamaliza darsa
Wameondoka. Kila mtu anajiuliza, basi ni huyu, hakuna mwingine, ni huyu. Sasa kwa matendo yapi? Mbona katika ile top 10 ya kukaa hatumuoni hapa huyu? Katika wale watu 10 wa karibu na mtume, harakati huku na huku, mbona hatumuoni huyu? Siku ya pili mtume akarudia maneno yake ya jana, hivi karibuni anaingia mtu miongoni mwa watu wa peponi. Yule aliyeingia jana ndio akawa huyo wa leo. Akaingia. Tayari hili ni swala liliwashughulisha maswahaba. Mara ya pili huyu kabashiriwa, kaingia. Ni yeye tena aliingia jana. Siku ya tatu mtume sallallahu alaihi wasallam anarudia tena kauli ya juzi na jana. Anasema hivi karibuni anaingia mtu miongoni mwa watu wa peponi. Mtu miongoni mwa watu wa peponi. Yule aliyeingia juzi na aliyeingia jana akawa ndio huyo aliyeingia leo. Allahu akbar. Masahaba kwenye suala la pepo ndio mfano ambavyo leo mtu akiambiwa ukifika Masjid Abedi au Masjid Jumaa au Al-Wahda unapata milioni 15. Wewe ni kufika tu. Kutakuwa na hali gani katika msikiti huu au hiyo mingine niliyotaja? Kuwa ukifika Mwanza msikiti fulani ukifika tu milioni 15. Kutakuwa kuna hali gani? Wakazi wenyewe wa Mwanza na nje ya Mwanza. Maswahaba ndivyo walivyokuwa likitajwa suala la pepo. Wakati mtume anamaliza darsa, sahaba mmoja uvumilivu ulimshinda. Anaitwa Abdallah ibn Amr ibn al-As radhiallahu anhuma. Akamfuata yule sahaba. Ana target ya jambo. Akamsalimia. Baada ya kumsalimia akamwambia maadhiratan, nina shida kidogo na mzee. Kama itakupendeza naomba ugeni kwako. Akamwambia sawa, twende. Abdallah ibn Amr kafurahi, ombi lake limepita. Anaenda kwa huyu sahaba. Anaenda kufanya nini? Anataka kujua ana matendo gani ya kheri huyu mpaka anabashiriwa pepo mara 3 mfululizo. Wamefika nyumbani, wamepumzika. Adatan ilikuwa zama hizo qiyamul layl ni katika utaratibu kuwa Muislamu ikifika nyakati hizo saa 8, saa 9, saa 10 unanyanyuka kutekeleza ibada. Abdallah ibn Amr ibn al-As lengo ni kuangalia ibada. Kwa usingizi kwake ilikuwa nadra siku hiyo. Kamwangalia, kampeleleza nyakati za kuamka qiyamul layl. Ndio kwanza anaendelea kulala. Kaendelea kulala mpaka inafika pahala ulama utarehe wanasema Abdallah ibn Amr ibn al-As alimwamsha. Kaambia ndugu yangu muda wa swala. Alihisi siku hiyo labda kuna kazi alikuwa akifanya imemshughulisha mpaka upatikana uchovu wa mwili. Kamwamsha akatekeleza ibada. Siku ya pili hivyo hivyo. Siku ya tatu Abdallah haoni kitu, haoni amali ya kheri ya ziada katika yale yanayofanya. Sasa huyu pepo mara 3, qiyamul layl yenyewe mtihani. Mbona mzito kuamka? Vipi tena huyu? Wanakuja msikitini, wanasali. Abdallah hajaona chochote cha ziada katika matendo ya kheri anayoyafanya, hajaona kwake. Anamueleza, anambia ndugu yangu, mimi sikuwa na shida na mzee kama nilivyotanguliza awali. Mimi nimekuja kwako kuomba ugeni. Nimemsikia Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akikutaja wewe miongoni mwa watu wa peponi mara 3 mfululizo. Kwa kifupi umebashiriwa pepo mara 3 mfululizo. Allahu akbar. Yule sahaba naye kwake ilikuwa kama sehemu ya surprise, mshangao na jambo ambalo pia analitaka. Takriban hiyo ni siku ya 7. Siku 3 kabashiriwa pepo. Siku 3 Abdallah anaye nyumbani. Yule sahaba hajui kinachoendelea, na hapa lipo la kujifunza. Wewe umesikia neno muda huo, simu yangu iko wapi leo?
simu iko wapi? Ndugu yangu vipi, una taarifa? Mengine uwe na utaratibu. Wale maswahaba wa Mtume hawajamwambia swahaba mwenzao kuwa umebashiriwa pepo mpaka siku ya 7 inafika, swahaba ndio anapata taarifa. Akamwambia sina mimi, kama ulivyoona sina lile kuwa ni hili, naweza kusema hili. Na kweli Abdallah amejiridhisha kuwa mimi sijaona ndani ya masaa 72, sijaona. Abdallah ana mkono, anaagana na sahaba. Wakati anakaribia kuondoka zaidi, akaitwa, akamwambia njoo ndugu yangu, mimi napotaka kulala, yani naelekea kitandani, hapo kuna jambo huwa nalifanya. Wale wote nahisi wamenikosea, wale wote nahisi wamenikosea, namwomba Allah wasamehe. Lakini pia simfanyii ghishi muislamu yoyote, wala ahsudu ahadan fi malihi fima atahu Allah, na simuhusudu yoyote katika mali ambayo Allah amemjalia, simuhusudu na chochote. Maneno hayo yalikuwa kama mshale umekasea, wasamehe. Mara yako ya mwisho ilikuwa lini? Uhibbu a'mali bil afwi. Iambie nafsi yako, napenda matendo yangu kwa kusamehe. Allah tujalie kusifika na sifa ya kusamehe. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati